Naam, karibu sana mwana habari kupata taarifa mbalimbali, na leo tunaendelea kile ambacho kinaendelea kule kwa bwana Putin pamoja na Zelensky, rais wa Ukraine pamoja na rais wa Urusi, huku Putin akigoma kabisa kwa kile ambacho Ukraine pamoja na rais Zelensky wamekubaliana na Marekani kupata suluhisho la amani. Putin anasema mpango wa Marekani unaweza kuwa msingi wa makubaliano ya Ukraine, lakini anatishia kuchukua ardhi kwa nguvu ikiwa Kiev haitaweza kujiondoa. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kuwa mpango wa Marekani wa kumaliza vita nchini Ukraine unaweza kuunda msingi wa makubaliano ya siku zijazo, lakini akaongeza vitisho vya kunyakua maeneo zaidi kwa nguvu isipokuwa Kiev itajiondoa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bishkek katika Jamhuri ya Asia ya Kati ya Kyrgyzstan siku ya Alhamisi, Putin alithibitisha kuwa Kremlin ilikuwa ikitarajia ujumbe wa Marekani unaoongozwa na mjumbe maalum Steve Witkoff kuzuru Moscow mapema wiki ijayo, akiongeza kuwa Kremlin iko tayari kwa majadiliano mazito. Lakini uwezekano wa mafanikio ya haraka unaonekana kuwa mdogo baada ya Putin kurudia matakwa yake ya juu zaidi, akisema vita vya Ukraine vitaisha tu mara tu wanajeshi wa Ukraine watakapoondoka katika maeneo wanayokalia. Ikiwa hawatajiondoa, tutafanikisha hili kupitia njia za kijeshi, kiongozi wa Urusi aliweza kuthibitisha kusema hivyo. Urusi inakalia takriban 20% eneo linalotambuliwa chini ya sheria ya kimataifa kama sehemu ya Ukraine huru, ikijumuisha karibu eneo lote la Luhansk na sehemu za mikoa ya Donetsk, Kherson na Zaporizhzhia. Moscow inataka Ukraine kusalimisha maeneo yote haya manne ambayo imetoa, lakini haijashinda kikamilifu. Urusi imepata mafanikio katika mstari wa mbele wa mashariki mwa Ukraine katika wiki za hivi karibuni kwa kiasi kikubwa karibu na jiji la Pokrovsk. Hata hivyo, taasisi ya uchunguzi wa vita mfuatiliaji wa mizozo yenye makao yake nchini Marekani ilisema Alhamisi kwamba data juu ya kasi ya mapema ya vikosi vya Urusi inaonyesha kwamba ushindi wa kijeshi wa Urusi nchini Ukraine hauepukiki na unyakuzi wa haraka wa Urusi katika eneo la Donetsk haujaweza kukaribia. Muhimu zaidi, eneo ambalo Urusi inadai ni pamoja na ukanda wa ngome wa mji na miji iliyolindwa sana ambayo inaonekana kuwa muhimu kwa usalama wa Ukraine. Kiev na washirika wake wa Ulaya wameweka wazi kwamba makubaliano ya eneo ni mstari mwekundu kwao. Ameendelea kusema kwamba matamshi ya Putin siku ya Alhamisi yalikuwa dalili kubwa kwamba Urusi haiko tayari kuhama baada ya maafisa wa Marekani wakiwemo Trump mwenyewe kupongeza maendeleo makubwa yanayofanywa katika juhudi za kumaliza vita hivyo. Hili ilikuja baada ya maafisa wa Ukraine na Ulaya kupinga vikali na kisha kurekebisha mpango wa amani wenye pointi 28 ambao uliandaliwa na Marekani kwa maoni ya wazi kutoka kwa Urusi. Mpango wa awali uliakisi orodha kubwa ya matamanio ya Urusi na ulijumuisha hitaji la Ukraine kupunguza jeshi lake na kuzuia kujiunga na NATO. Putin alisema siku ya Alhamisi kwamba alitarajia Witkoff kuwasili Moscow mapema wiki ijayo, labda kujadili rasimu mpya ya mpango huu ambayo maneno kamili bado hayajajulikana. Putin alisema amefahamishwa kuhusu majadiliano hivi punde na kwamba mpango huo unaweza kuunda msingi wa makubaliano yajayo. Itakuwa utovu wa adabu kwangu kuzungumza juu ya makubaliano ya mwisho sasa, Putin aliweza kuongeza hivyo.
Mwanahabari, hizi ni habari za kimataifa, tukiendelea kukuletea kile ambacho kinaendelea kutokea katika habari za kimataifa kuhusiana na mzozo wa Ukraine pamoja na Urusi, huku rais wa Urusi Putin na bwana Zelensky akiwa kama rais wa Ukraine wakishindwa kuelewana, huku Marekani ikiingilia kati kudai amani ya kumalizika kwa vita hivyo kati ya nchi hizo mbili. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutoka hapa sina la ziada. Nikuage nani kutakie siku njema, usahau subscribe, share, like na kucomment. Mpaka wakati mwingine, bye bye.